kuna upendo wa aina mbili. Kuna upendo ambao utaufeel, unasikia butterfly. Ukiona message yake unashindwa kulala. Bwana asifiwe sana. Ukitembea naye akikushika kiuno unaona kama unapigwa electricity shot. Amen. Sasa huo unaishaga ndani ya miaka miwili tu ndani ya ndoa, huo wa hivyo unaishaga. Bwana asifiwe. Alafu sasa kitakacho sustain ndoa yako, kitakacho sustain familia yako sio ule upendo ambao ulikuwa unashindwa kula mpaka umuone, unashindwa kulala mpaka umuone, asipotuma message unalia usiku kucha, sio huo. Lakini upendo utakao sustain ndoa yako ni ule unaofundishwa. Biblia inasema enyi wanawake wazee wafundisheni wanawake vijana. Na anasema wanawake wazee wafundisheni wanawake vijana kuwapenda waume zao. Umewahi kuona mtu amezama kwenye maji, alafu amepata kamti kakashikilia, alafu yale mafuriko yanakuwa makali mpaka unaona kama nako kamti na kenyewe kanataka kwenda. Kuna wakati kwenye ndoa kuko hivyo. Yaani unashikilia unaona sasa hata nguvu za kushikilia hazipo tena. Kuna wakati unaona ni kama unataka kuachia. Kuna wakati unaona kama hapa huu mwaka sidhani kama natoboa na huyu mtu. Kuna wakati unaona nimechoka, I want to run. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye safari ya ndoa lazima uwe na watu wa kukuambia kaza. Kwenye safari ya ndoa lazima uwe na watu wa kukuambia mwenzangu ndio hivyo wako wote hivyo. Hata ukimwacha huyo ukaenda kwa mwingine wote wako hivyo. Pambana na huyo unayemjua. Wanasema simu ilikujualo alifanye nini? Kwenye safari ya ndoa lazima uwe na watu waliokutangulia. Ni kama umeenda gym, alafu kule gym umekutana na gym instructor. Umefanya mazoezi, umefika mahali umechoka, gym instructor anakuambia hakuna kitu bado, piga push up nyingine 5 hapo. Hujamaliza kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye safari ya ndoa lazima uwe na watu wa kukuambia kaza.